Naitwa Abdallah Hamisi Salum. Mimi huyu alofariki baba yake na mimi ni kama ndugu, kwa sababu ni fundi wangu, ndio alianza kunifundisha hii kazi ya ujenzi, shughuli zote. Hasa nimemweka kama ndugu, na hawa waliokufa ni kama mwanangu, kusema kweli. Na nilichokishuhudia kwa kweli, mimi nilikuwa nafanya kazi nyumba hiyo ya nyumake. Sasa alikuja mama yake akanita. Baada ya kunita mama yake, nikatoka nikenda kuingia ndani, akanambia kwamba nenda kaangalie kwenye choo. Kwenda kuangalia kwenye choo ndo namkuta mtu ananing'inia. Kwa hiyo pale mimi baada ya kumwangalia ni kwamba ashafariki, sikumgusa, lakini nilitoka moja kwa moja kwenda kupiga ripoti kituo cha polisi. Yaani hawa ndio shuhudia. Lakini marehemu alikuwa ni mgonjwa kipindi karibuni miezi 3-4. Alikuwa anaumwa, na mwanzo alianza kubojoka na miguu. Baadaye tena na dawa na nini ikawa naweza ile kutembea tembea. Sasa siwezi kujua kilichomsibu zaidi ni kitu gani. Lakini alikuwa ni mgonjwa na muda mrefu. Labda alijitundika kutumia kitu gani? Kwa kweli mimi nilipomwona ananing'inia sikuangalia tena juu. Yaani niliangalia sehemu hii hapa na chini, ni kwamba ananing'inia, basi kutizama juu kama ni kamba au ni kanga au ni kitu kingine chochote sikuweza kujua. Ni mjumbe wa Sheria Selemu. Wakati natoka msikitini nasikia watu wanazungumza kwamba kuna tukio, kuna kijana akajinyonga, lakini kwa sababu ni mjumbe wa sheha kabidi nitoke nifuatilie. Kweli nikakuta hii hali ipo, na nikachukua fursa kumpigia sheha wa Sheria Selemu, na sikutosheka na hapo, nikampigia na Afandi Kombo ambaye ndo yuko katika shehia hii sasa hivi. Na kweli tukaja tukaangalia, tukakuta yule kijana akajitundika kweli, lakini alikuwa haonekani sehemu ya usoni, alikuwa anaonekana mgongoni. Na kwa kweli kamba alitundikia kwa kweli ni nyembamba sana. Basi tu ndio mitihani na ajali ishafika na ahadi yake. Kwa hiyo cha msingi tu tumuombeeni dua, basi inshallah alaze pahali pema. Ni hivyo tu. Asante. Inna lillahi. Kwanza tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwepo hapa na afya pamoja na changamoto ambazo tumeipata. Lakini la pili, tunawashukuru wananchi wetu wa maeneo haya kwa kuungana pamoja kuja kuona tunasaidiana vipi na familia na majirani katika msiba huu ambao umetupata. Hakika kijana huyu ambaye ameondoka alikuwa ni tegemeo kwa wazazi, kwa familia na jamii kwa jumla, lakini Mwenyezi Mungu naye pia amemhitaji. Na sisi tunapanga tunavyompangia, lakini Mwenyezi Mungu pia ndio mpangaji mkubwa. Sisi kwetu kwake lobakia ni kumwombea dua ili Mwenyezi Mungu amfikishe mahala pema yeye, na sisi ambao tutafuatia baadaye pia tuondoshe katika hali ambayo ni njema zaidi. Vile vile ni kuombeni tu wananchi. Tumesikia kuna baadhi ya maeneo kwamba vijana wetu hawa miongoni mwa familia kuna changamoto ya magonjwa. Nitoe wito kwenu wananchi wa maeneo haya kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa sasa tumepata kituo chetu cha afya ya akili ambacho kwa bahati nzuri kipo hapa Wete katika maeneo Pandani. Tukiona wenzetu kidogo hali zao ziko hivyo, mawazo na vitu vingine, basi tunapaswa tusikae nao tu, vijana tuwapeleke pale ili kusudi wakapate ushauri, wakapate matibabu na mambo mengine kama hayo. Tupo wengi ambao tumetibika kwa hali kama hiyo. Kwa hivyo ikiwa hivyo ndivyo, basi katika maeneo yetu hatuna haja kuwafungia ndani vijana kama hawa, watoto pia tuweze kuwapeleka maeneo yale. Lakini pia kama wazazi tuwe karibu na vijana wetu hao katika kuzungumza nao kwa hekima, tuwaelekeze, tuwashauri kwa hekima zaidi. Na vijana wakati mwingine namna ambavyo unazungumza wewe mzazi akawa kufahamu na kahisi kwamba unamuonea, akata kuchukua mawazo mengine. Kwa kama si wazazi ama walezi
tuendelee basi kuwafundisha kwa nao kwa karibu, kwa hekima zaidi, ili kusudi yale tunayoelekeza waweze kuyashika na kuwafanyia kazi vizuri. Wakati mwingine vijana wetu wamechanganyika na mambo tofauti, nao pia familia, kama baba amekuwa na changamoto hiyo, basi ami, jirani, shemeji, na kama haba siweza kukaa naye ili kusudi waweze kuzungumza nao. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wenzangu, kama sasa hivi kwa masuala mazima ya afya ya akili hapa wetu tumepata kituo kibora. Hatusafirishi kupeleka Unguja Kidongo Chekundu, sasa hivi tunatibu hapa Pemba, na katika maeneo yetu haya maeneo yetu hapa ya Wete. Nikuombeni tuendelee kustahimili na msiba huu mzito, na wanafamilia pia tunaungana pamoja kwa kustahimili na msiba huu mzito. Najua tumeondokewa, lakini pia tumeondokewa sote. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa maiti yetu tumeenda nao kwenye vipimo pale kituo chetu cha afya. Baadaye muda mfupi unaokuja tutaturejeshea ili tukabidhi na familia kwa matayarisho ya maziko. Nikuombeni wananchi wenzangu, tushirikiane pia kuja kuistiri maiti yetu hiyo. Tutaangalia kama tutawahi kuipeleka leo au kesho, tutakavyoona sisi taratibu wetu na muda utakavyokwenda na tutakavyofanya. Kwa hiyo tunaharakisha haraka ili upate vipimo hivyo, alafu turejeshwe sisi wenyewe kwa kukabidhiwa familia na kuendelea majukumu yetu.